Wahenga leo mtanisomehe kwa kuingia katika pakacha lenu pasina ruhusa, lakini kilichonisukuma ni kuchota maarifa bila kuficha. Wahenga kuna mengi mliyatunza. Katika kupekenyua naibuka na kibao cha bendi ya International Orchestra Safari Sound, ukiwa ni utunzi wa Hassan Rehani Bichuka ambaye alimba kishirikiana na Muhidi Ngurumo, Skasi Kasambala, bila kumsahau ndugu yetu aliyekuwa akifahamika kwa jina la Ali Akida, Dingituka Bulai, Chibanda Soni, Benoville Anton, Kabea Badu, Numbi Kileba, Mobali Jumbe na Deusi Mugunda. Hawa walihusika kusuka ladha ambayo mpaka leo bado tukisikia vichwa tunavitikisa. Solo katika wimbo huo lilipigwa na string master Joseph Mulenga, rhythm ikachabangwa na Ali Makunguru. Wakati huo gitaa la bass likiungurumishwa na Charles John Ngosha. Emmanuel Zagalo pia alihusika kupiga drums, Baraka Rajab akapiga tumba, Ngole Mubenga na Ibrahim Mwichande hawa wakahusika kwenye trumpets, Saleh Malu, Kimeza Abdallah na Majengo Suleiman hawa walipiga sax. Mambo yalikuwa hivyo. Ngoja ni kurejesha nyuma kidogo. Hii ilikuwa ni awamu ya pili ya bendi hii ambayo ilikuja kuimarishwa na Gurumo na Bichuka pamoja na wapiga ala kama Joseph Mulenga na Charles John Ngosha waliotoka DDC Mlimani Park Orchestra Sikinde mnamo mwaka 1984. Mmiliki wa bendi hiyo Hugo Kisima aliamua kuwachukua wanamuziki hao kuimarisha bendi yake ambayo awali ilikuwa na maestro Fredi Ndala Kasheba aliyetamba na mtindo wa dukuduku na kuleta upinzani dhidi ya bendi ya Marquis du Zaire. Gurumo alipotua akaanzisha mtindo wa ndekule. Shindani ukawa baina ya Sikinde na ndekule. Hata utunzi wa kibao cha Chatu Mkali kinatajwa kwamba yalikuwa ni majibu kwa Sikinde ambao walikuwa wametoa kibao cha MV Mapenzi nambari 2 kikimponda Gurumo kwa kuitosa Sikinde meli ya wapendanao kwa wakati huo. Bifu zilianza zamani nyie. Pamoja na vijembe hivyo, lakini ujumbe huo bado ungali na maana katika jamii yetu ya sasa, kwa sababu wapo wanajamii ambao wana kawaida ya kuwachokoza wenzao na kuwabeza na kuwafanyia mambo mengi mabaya, hasa wanapowaona kuwa wapo kimya. Hivi itakuwaje kwa mfano ukimfanyia hiana ndugu yako ama jamaa yako ambaye mmeazimia kwa pamoja kufanya jambo, mnakuwa wote katika dhiki na taabu wakati mnalianzisha? Wakati mwingine unatumia hata rasilimali zako kufanikisha jambo hilo ukiamini kwamba lenu pamoja, lakini mara mambo yanaponyoka ndugu yako huyo anakudhulumu, anakutelekeza. Ungefanyaje ndugu yangu? Sema ukweli ndugu yangu. Kama jambo hili halijakutokea wewe, basi limemtokea ndugu ama hata jirani yako. Wanaofanya hivi wanadharau kwamba hata nikimfanyia hivi atanifanya nini? Wanasahau kwamba wewe huyo una moyo wa nyama na una nyongo. Hata kama hautoweza kulipiza, lakini kamwe hauwezi kukaa kimya. Unaweza kumlilia Mungu naye kawaadhibu, aibu kawa kubwa. Wengi ambao umewatendea unyama wenzao mwisho wao huwa ni mbaya, lakini kamwe haupaswi kuwatendea wenzako ubaya, hasa kwa wale walio na ukimya. Bora hata mtu anayezungumza ama kujibujibu mapigo hapa na pale kuliko yule ambaye ni mkimya. Narudia tena, katu simchokoze mtu mkimya, mtu mwema na asiyependa ugomvi, kwa sababu akiamua kulipiza utalia. Kamwe hauwezi kushinda, na kwambia utaumbuka kudhalilika mbele ya jamii inakuheshimu. Tazama mashairi ya kibao cha Chatu Mkali yalikuwa hivi. Mimi si mtaalamu wa kuimba, nitakusomea tu kidogo mashairi yaliyopo katika wimbo huu kwa uchache. Usimcheze chatu, chatu we, dongo usimtupie, utaukosa ushindi. Dongo usimtupie, utaukosa ushindi. Ni hayo tu kwa leo. Mimi naitwa Ibrahim Rojala. Asante kwa kuendelea kuwa nami.